Hello, my good people. Hi, how are you? Welcome back to my YouTube channel. I go by the name Priscilla Empire, and this channel I do share about my life, everything about me. Yes. So, guys, wale ambao mnajua kwamba mimi I go through uh, some condition, niko na arthritis, na it has been tough for me. And ukiwa mgonjwa tunatafuta huku na huku, at least you get cure or healing, at least you feel better like other people. So, mbona hii inaanguka? Oh my goodness. Why is it falling? Ah, sorry guys, imekuanga na kaduka hapa, so watu wakitana lazima niitike, sija lazima this mama ni mzuri. So, after they prayed for us, wakapromise kwamba they want to come here in my house, wakuje waombee, sijui wavunje madhabahu gani. I didn't get it well, so tukafundishwa hata jinsi ya kutoa sacrifices nini, si lazima pesa and everything. So we said that on Friday we are going to be free, so you can come. Na wakatuambia we will be there very early in the morning, so get prepared. And we were like, okay, nothing wrong, we just come and offer the prayers for us. So walipokuja, jambo la kwanza they asked me like, hiyo sadaka ya kuvunja sijui ni hiyo madhabahu sijui ni ipo. So mimi with my little knowledge nikamwambia ipo. I had prepared some money to give us sacrifice. So wakakuja, they offered the prayers to me or to the entire family here. And katikati ya maombi akaniuliza, hiyo sadaka umesema ipo? Nikamwambia yes we are. Akaniambia just go through. Nikaenda nikaleta. So I brought the sadaka and I gave him. Akashikilia kwa mkono, akaekelea kwa Biblia. And after some few minutes he stopped praying. And I was like, what is going on? Because he's no longer praying. I mean, he has stopped. You see? So, after he stopped, now he started opening the Bible. Like, when someone asks you for sacrifice, yeah, hiyo sadaka ni kitu chochote, si lazima ikuwe pesa. It's not all about money. If you have cows, you have goats, you have chicken, you have refrigerator, you have a big television, you have like gas cooker, you have something inside inside your house which when you give, you feel it. Hivyo ndo alituambia. Kitu chochote kile ambacho unajua hichi kitu ikipeana, una feel yani, ni mimi hata kama you have a motorbike, unapeana. So sisi me and my hubby tukapeana na hiyo pesa ikasemekana ni kidogo, and then the money was returned back to me. And wakatupatia kifungu pia cha Biblia, wakasema hata fulani pia kwa Biblia sadaka yake haikukubalika. Kwa hiyo hakuna ubaya sisi kurejesha hiyo sadaka. I felt it, but I was like, okay, it's okay then, because we don't have cows here or goats or whatever we can give. Huyo mchungaji anajiita mwinjilisti akatuambia, yani nyinyi hamuoni hapa kwa nyumba, hamuoni hizi vitu siku hapa kwa nyumba yenye mnaweza toa moja tu kali hivi ya maana yenye utaifeel. Sisi tukamwambia hakuna, we don't see. After they went now, we sat down here and we were like, oh, maybe they wanted the television. Yeah, maybe they wanted the television, or maybe they wanted the refrigerator, or our gas cooker here. I don't know. So guys, the story will continue about our waombaji. Na akaanza kuomba, akaanza kutuelezea mifano mingi ya wale watu ambao waligairi kutoa sadaka after prayers, mambo iliwaendea secondly.
ama mambo yaliwaendea mrama. Wengine wakapoteza watoto wao, wengine ni wagonjwa hadi sasa hivi. We couldn't understand for real. Okay, so that is one I wanted to share with you. If you are new here, once again, please consider subscribing. If you are a returning subscriber, then I salute you. Thank you so much, and I appreciate your support. Ciao.